aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi, maana tumeiona nyota yake tokea mashariki. Sasa tujiulize swali, aliyezaliwa ni mtu mzima au ni mtoto? Mtu mzima au mtoto? Sasa inakuwaje wanasema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme? Unapata picha hapo kuhusu? Yaani Biblia unapoisoma lazima you understand. Mungu akusaidie. Kama hujasoma vizuri hapo huwezi kuelewa hiyo concept. Anasema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Ina maana aliyezaliwa, wao hawakuona mtoto. Waliona aliyezaliwa ni nani? Ni mfalme. Ndio maana wanauliza yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Ina maana kwenye macho ya kawaida si anaonekana ni mtoto. Lakini miamba inauliza. Mawajuzi. Biblia ya Kiingereza inaita astrologers. Hawa ni watu wenye elimu kuhusiana na mambo ya nyota. Wakaiona nyota ya Yesu kutokea mashariki. Wakaanza kuuliza yuko wapi aliyezaliwa mfalme? Mamajusi, mmelogwa, hamna akili, ubongo wenu na matatizo. Aliyezaliwa ni mtoto. Wao wanauliza kwenye Mathayo 2:2, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Anaonekana mtoto. Hawa mbona wanasema yuko wapi aliyezaliwa mfalme? Sikilize kwa makini concept yangu. Najenga hoja yangu ya msingi hapo. Niendelee mbele. Biblia tamzani. Asema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Unanielewa eh? Kwa hiyo hawa kilichowafanya kusema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme ni kwa sababu waliona nyota ya Yesu. So nyota ya Yesu ilikuwa inaeleza kwamba aliyezaliwa ni mfalme. Unanielewa eh? Sasa na wewe una nyota yako. Na wewe unayo ya biashara, ya uigizaji, mwanamitindo, simodo, injinia, uhasibu, mwanasheria, mchungaji. Kila mtu ana nyota yake. Hakuna mtu ambaye hana nyota yake. Tukisema nyota kwa lugha nyingine tunaita destiny. Si ndio? Purpose, the will of God in your life. So huwa inaitwa tu nyota. Sasa the purpose ambayo ilikuwa inaonekana kwenye ulimwengu wa roho kwa Yesu ni kwamba anaonekana kuwa ni mfalme. Kusudi lake yeye ni mfalme. Na ndio maana shida kubwa ya Yesu ilianzia kwenye nyota yake kusomeka kuwa ni nani? Ni mfalme. Herode akauliza pale mbele. Pale chini anauliza. Asema ulizeni sana habari za mtoto, ili nami niende nikamsujudie. Herode anasema. Lakini Herode ni mfalme. Alishtukia mchezo kwamba kama aliyezaliwa anaitwa mfalme na mimi niko madarakani, mimi nafasi yangu imeondoka. Ndio vita Yesu ilianzia hapo. Msikilize Herode kama kweli alikuwa na nia ya kutaka kwenda na yeye akamsalimie mtoto. Shikeni sana hiyo njia. Ulizeni sana mambo ya mtoto. Herode anawaambia majusi, na mimi mwenzenu nataka kujua sana habari za huyo mtoto, na mimi niende nikamsalimu. Lengo lake alikuwa kumsalimu. Maana alishtuka, kama huyu mtoto kaanza kuitwa mfalme na mimi ndo mfalme, mimi ufalme wangu uko wapi? Sasa tumuone chini. Kama ni kweli alikuwa anaulizia kwa nia njema, tumuone. Kwa nini kuonyesha? Hata nikulishe neno la Mungu, mtu wa Mungu, si ndio? Mstari wa 3. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika. Unafadhaika nini? Kazaliwa tu mtoto. Na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi na watu. Anakusanya wakuu wa makuhani na waandishi na watu. Akatafuta habari kwao
Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nabii. Naona mstari wa 7, kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, yani pembeni kwa siri, akapata kwao hakika ya tangu ilipoonekana ile nyota. Mstari wa 8, akawapeleka Bethlehemu akisema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Herode, una lengo la kumsujudia? Haya tuone. Rakatalabados. Mstari wa 16 na Luka. Ndipo Herode alipoona kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhabika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwa huko Bethlehemu alikozaliwa Yesu, na viungani mwake mote, tangu mwenye miaka 2 na waliopungua, kwa muda ule aliyouhakikisha kwa wale mamajusi. Unaona? Yesu hapa tayari Herode tumeshagundua kwamba lengo lake halikuwa kumsujudia mtoto, lilikuwa ni kumuua mtoto. Kwa uhakika wa taarifa za Yesu alikuwa anataka kumuua. Sasa kagundua kwamba mwamba ni mfalme. Sasa hata wewe vita yako ya maisha ni kwa sababu nyota yako ilionekana kwenye ulimwengu wa roho. Yes, I'm telling you. Nyota yako rohoni ilionekana. So adui akaya